Mambo vipi? Ni Alhamisi tarehe mosi mwezi Mei mwaka 2025. Hiyo jana tulishuhudia mechi ya kukata na shoka, mechi ya kihistoria katika nusu finali mkondo wa kwanza ligi ya mabingwa barani Ulaya, ambapo Barcelona walilazimika kutoka nyuma kuambulia sare ya 3-3 na vigogo wa Italia Inter, Barca wakiwa nyumbani katika uwanja wa Olympic. Mshambuliaji wa Ufaransa Marcus Thuram aliwaweka Inter kifua mbele ndani ya sekunde 30 pekee, na kisha fullbeki wa Uholanzi Denzel Dumfries akaongeza bao la pili. Barca walizidisha mashambulizi wakiongozwa na mchezaji bora bila shaka msimu huu ambaye ni mshambuliaji wa Uhispania Lamine Yamal. Akiwa na umri wa miaka 17 pekee, alijitwika jukumu mgongoni na kuisaidia Barcelona. Alisawazisha bao la kwanza huko Ferran Torres akisawazisha bao la pili. Kipindi cha kwanza kilikamilika 2-2. Kipindi cha pili kilianza na moto nipe nikupe sawia na kipindi cha kwanza, Dumfries akiongeza bao la tatu kwa Inter dakika 63 kupitia kichwa baada ya kona, lakini dakika 2 baadaye mshambuliaji wa Brazil Rafinha akasukuma tobwe ambalo lilimshinda kipa wa Inter Jan Sommer. Ikawa ni bao la kujifunga 3-3. Mechi ilikwisha, kumaanisha kwamba kuna kibarua kigumu wiki ijayo siku ya Jumanne katika uwanja wa San Siro kwenye mechi ya marudio. Lamine Yamal ndiye aliyeteka mioyo ya wadau wengi wa soka, anazungumziwa mpaka hivi sasa. Alikuwa moto wa kutia mbali katika mechi ya jana. Ilikuwa mechi yake ya 100 katika historia kuichezea Barcelona, akiwa amecheka na wavu mara 22 na kutoa assist 33. Wamezungumzwa sana ndani ya zaidi ya miongo miwili Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, lakini huyu kijana huenda akavunja rekodi zote katika miaka inayokuja. Miaka 17 pekee amevunja rekodi za Ronaldo na Messi. Messi akiwa na miaka 17 alikuwa amefunga bao moja pekee. Ronaldo alikuwa amecheka na wavu mara 5 peke yake, lakini huyu kijana atakuwa moto kuotea mbali miaka inayokuja. Amemiminiwa sifa kedekede kutoka kwa wakuu wa soka, mkufunzi wake Hansi Flick na vile kocha wa Inter Simone Inzaghi, akisema kwamba ni kipaji ambacho huzaliwa mara moja pekee ndani ya miaka 50. Hata hivyo, kulikuwa na tishio la majeraha kwa timu zote mbili. Upande wa Barcelona, fullbeki wa Ufaransa Jules Koundé alitolewa baada ya kipindi cha kwanza alipopata jeraha la hamstring, na upande wa Inter mshambuliaji wa Argentina Lautaro Martinez pia alitolewa katika mechi baada ya kupata jeraha la hamstring. Wote wawili huenda wakakosa mechi ya marudio wiki ijayo. Mshindi wa mechi hiyo atapambana na mshindi wa mechi kati ya Paris Saint-Germain na Arsenal katika fainali ya kukata na shoka tarehe 31 mwezi huu katika jiji la Munich nchini Ujerumani. Arsenal ina kibarua kigumu kubadilisha matokeo baada ya kuduazwa nyumbani kwao London Kaskazini siku ya Jumanne moja kavu dhidi ya vigogo wa Ufaransa Paris Saint-Germain. Mechi ya marudio itagaragazwa wiki ijayo siku ya Jumatano katika uwanja wa Parc des Princes. Bao la pekee litiwa kimiani na mshambuliaji wa Ufaransa Ousmane Dembele dakika ya 4, lakini alipata jeraha la misuli na inaaminika kwamba huenda likamweka nje kwa takriban siku 10 au 15. Kuna uwezekano kubwa huenda akakosa mechi ya marudio. Afueni kwa Arsenal ni kwamba kiungo wa Ghana Thomas Partey, baada ya kuwa nje katika mechi ya mkondo wa kwanza, anatarajiwa kurejea na kuleta nguvu ambayo ilikosekana katika mechi ya marudio. Hii leo ni zamu ya ligi ya Europa mkondo wa kwanza nusu finali. Mechi mbili zimeratibiwa kuchezwa. Uhispania katika uwanja San Mamés Bilbao, Club Athletic Club itaialika Manchester United. Afueni kwa Red Devils ni kwamba winga wa Ivory Coast Amad Diallo pamoja na mlinzi wa Uholanzi Matthijs de Ligt wote wamesafiri pamoja na kikosi na huenda wakajumuishwa kwenye mechi hiyo. Diallo amekuwa nje akiwa anaogoza jeraha la kifundo cha mguu tangu mwezi Februari mwaka huu, na kurejea kwake ni afueni kubwa sana kwa kikosi cha Ruben Amorim katika lengo lao la kunyakua ligi ya Europa mwisho wa msimu. Vile mechi nyingine itazikutanisha Spurs ambayo itakuwa nyumbani London Kaskazini kugaragazana na mabingwa wa ligi kuu ya soka nchini Norway Bodo Glimt. Na katika nusu finali ya ligi ya Europa Conference, Chelsea ambayo inapigiwa upato kunyakua taji hilo msimu huu itaanza ugenini Uswedi dhidi ya klabu ya Jugaden, huko Real Betis ya Hispania ialike Fiorentina kutoka taifa la Italia. The Blues hii leo wamepata mdhamini wa jezi
watavaa jezi zilizoandikwa Damaka kuanzia leo hadi mwisho wa msimu. Wametia saini kandarasi ya udhamini na kampuni hiyo ya uwekezaji na ujenzi kutoka jiji la Dubai baada ya kutafuta mdhamini kwa msimu mzima. Vilevile katika mkataba huo kuna maafikiano ya ujenzi wa nyumba za kifahari Dubai takriban 1400. Ni mkataba wa zaidi ya pauni bilioni 1. Mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or kiungo wa Hispania Rodrigo Hernandez Cascante amerejea rasmi mazoezini katika klabu ya Manchester City baada ya kupona jeraha la ACL. Rodri amekuwa nje tangu mwezi Septemba mwaka jana baada ya kupata jeraha hilo katika mechi ambayo aliambulia sare ya 2-2 nyumbani na klabu ya Arsenal. Aidha, mshambuliaji wa Norway Erling Braut Haaland amepona jeraha la kifundo cha mguu na huenda akarejea katika mechi ya wikendi. City watakuwa nyumbani Etihad siku ya Ijumaa wiki hii kuialika klabu ya Wolverhampton Wanderers wakiwa na nia ya kumaliza ndani ya mabano ya 5 bora kushiriki UEFA Champions League msimu ujao. Winga wa Brazil Rodrigo Silva da Goes miaka 24 inasemekana kwamba ameghadhabishwa na ukufunzi wa Carlo Ancelotti, hivyo basi huenda akaondoka Santiago Bernabeu mwisho wa msimu huu. Rodrigo ambaye mkataba wake unakamilika mwezi Juni mwaka 2028 anamezewa mate na vilabu kadhaa ikiwemo Liverpool pamoja na Chelsea. Manchester United imeingia kinyang'anyironi miongoni mwa timu ambazo zinapanga kumsajili mlinzi wa Ujerumani Jonathan Tah miaka 29 kutoka mabingwa wa Bundesliga Bayer Leverkusen. Anamezewa mate na vilabu kadhaa ikiwemo Bayern Munich, Real Madrid pamoja na Barcelona. Mkataba wake ukaribia kukamilika. Red Devils pamoja na vigogo wa Italia Juventus wanamng'ang'ania kiungo Brazil Ederson miaka 25 kutoka klabu ya Atalanta. Wachezaji wawili wa Aston Villa, kipa wa Argentina Emiliano Martinez miaka 32 na winga wa Jamaica Leon Bailey miaka 27 wanamezewa mate na vilabu katika ligi kuu ya soka nchini Saudia. Bayern Munich wana imani kwamba watafanikiwa kumshawishi kiungo Ujerumani Florian Wirtz miaka 21 ajiunge nao kutoka vigogo Bayer Leverkusen. Kocha wa zamani wa Manchester United Erik ten Hag anapigiwa upato kujiunga na klabu ya Bayer Leverkusen nchini Ujerumani ili kuziba pengo litakaloachwa na Xabi Alonso ambaye anatarajiwa kujiunga na Real Madrid kuchukua pahala pa Carlo Ancelotti ambaye huenda kapigwa kalamu mwisho wa msimu huu. Licha ya kutopata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha kocha Arne Slot ugani Anfield msimu huu, kiungo wa Uingereza Harvey Elliott miaka 22 anatarajiwa kusalia ili kung'ang'ania nafasi msimu ujao. Baada ya kunyakua ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini England, Liverpool inapanga kuingia sokoni ili kusajili wachezaji wapya kuzidisha nguvu kikosi kwa msimu ujao. Miongoni mwa wachezaji walioorodheshwa ni mlinzi wa Uhispania Dean Huijsen miaka 20, fullbeki wa Hungary Milos Kerkez miaka 21, wote ambao wanachezea klabu ya Bournemouth nchini England, pamoja na mshambuliaji wa Ufaransa Hugo Ekitike miaka 22 anayechezea klabu ya Eintracht Frankfurt nchini Ujerumani. Kocha wa zamani wa West Ham United na Wolverhampton Wanderers Julen Lopetegui amekubali mkataba wa miaka 2 hadi mwaka 2027 ili kuiongoza timu ya taifa ya Qatar. The Toffees yani Everton ni miongoni mwa timu ambazo zimeingia kwenye orodha ya kutaka kumsajili mshambuliaji wa Uingereza Liam Delap miaka 22 kutoka klabu ya Ipswich. Chelsea iko mbioni ikijaribu kumsajili kiungo wa Uingereza Morgan Rogers miaka 22 kutoka klabu ya Aston Villa kwa msimu ujao. Huenda Villa wakalazimika kuachilia baadhi ya wachezaji wao wazuri ili kudhibiti matumizi ya hela kulingana na sheria za soka barani Ulaya. Ingawa kuna fununu kwamba anawindwa na baadhi ya vigogo katika soka nchini Italia, kiungo wa Italia Sandro Tonali miaka 24 ana hamu ya kusalia katika uwanja St James Park ili kuisaidia Newcastle msimu ujao. City na Liverpool wanamng'ang'ania fullbeki wa Italia Andrea Cambiaso miaka 25 kutoka klabu ya Juventus. Huenda mshambuliaji wa England Marcus Rashford miaka 27 akarejea Old Trafford kabla ya msimu kukamilika, hasa baada ya kupata jeraha la hamstring ambalo litamweka nje kipindi kilichosalia msimu huu, kumaanisha kwamba hana uwezo wa kuichezea tena klabu ya Aston Villa. Rashford ana hamu sana kujiunga na klabu ya Barcelona nchini Hispania. United wako tayari kumwachilia kwa takriban pauni milioni 40. Manchester United pamoja na Spurs
wanamvizia mshambuliaji wa Ufaransa Ryan Cherki miaka 21 kutoka klabu ya Lyon. Klabu ya Manchester City haiko tayari kumwachilia winga wa England Jack Grealish miaka 29 kwa mkopo, ingawa wako tayari kumwachilia iwapo kuna timu ambayo ingetaka kumsajili rasmi. City nia yao ni kurejesha angalau nusu ya hela ambazo walilipa ile kumsajili. Walimsajili kwa takriban pauni milioni 100 mwaka 2023 kutoka klabu ya Aston Villa. Na hatimaye, licha ya fununu kwamba mshambuliaji wa Uingereza Harry Kane huenda akarejea nchini Uingereza, nia ya mchezaji mwenyewe ni kusalia Ujerumani ili kuisaidia Bavarians kushindania mataji angalau kwa msimu mmoja zaidi. Kane amekuwa nguzo muhimu kwa timu hiyo katika safu ya mashambulizi, akicheka na wavu mara 80 katika mechi 89. Mwisho makala leo.